Barabara mpenzi mtazamaji, popote ulipo, hujambo na karibu kwa taarifa zetu za saa moja. Jina langu ni Dismas Oduya. Hii leo ikiwa ni tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2026. Karibu sana kwa habari zetu. Haya ndio tuliyokuandalia. Mahakama Kuu Nairobi imetoa agizo dhidi ya hatarisho lolote la Ebola, karantini au kituo cha matibabu nchini Kenya kinachohusishwa na Marekani au serikali za kigeni, na kuagiza ufichuzi wa habari zozote za tathmini zilizofuatwa kuhusiana na mradi huo. Na wakati hayo yakijiri, watu wawili walifariki kwa kupigwa risasi mjini Nanyuki wakati wa maandamano ya kupingwa mpango wa Marekani wa kujenga kituo cha kutengwa kwa wagonjwa wa Ebola karibu na kituo cha wanajeshi wa anga Laikipia. Mamia ya waandamanaji walifunga barabara na kuchoma magurudumu, huku polisi wakitumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya. Hadi sasa mazingira ya vifo hivyo bado hayajafafanuliwa na mamlaka hazijatoa taarifa rasmi. Tukisalia kwa masuala ya Ebola, ni kwamba Marekani imewataka raia wake nchini Kenya kuwa waangalifu kufuatia maandamano ya kupingwa kuanzishwa kwa kituo cha karantini kule Laikipia. Katika ushauri wake, ubalozi wa Marekani jijini Nairobi umeonya kuwa maandamano hayo yanaweza kusambaa hadi maeneo mengine ikiwemo Nairobi na kusababisha usumbufu wa usafiri pamoja na changamoto za kiusalama. Na tukisonga mbele kwa taarifa zingine kando na Ebola, ni kwamba mwanamke na wanawe wawili waaga dunia katika kijiji kimoja kaunti ya Homa Bay, huku mwanamke huyo akijitia kitanzi nyumbani alikokuwa na wanawe kabla yeye mwenyewe kujitia kitanzi. Kwa mujibu wa majirani, mwanamke huyo alighadhabishwa na mpango wa mumewe kumuoa mke wa pili. Habari za kuhuzunisha kabisa. Na tukisonga kwenye taarifa za kimataifa, ni kwamba mwanasiasa mkongwe nchini Uganda Kizza Besigye, ambaye anaendelea kudhoofika kwenye jela kutokana na kukabiliwa na kesi ya uhaini, jana alitaka mahakama kuu kupeleka kesi yake kwenye mahakama ya kikatiba, akipinga mwenendo wa jaji anayesikiliza kesi yake. Mmoja wa mawakili wake, Erias Lukango, amesema mteja wao hana tena imani na jaji kiongozi Emmanuel Bagumu, ambaye mara kadhaa wanamtuhumu kwa upendeleo. Kauli yake ikitoka baada ya upande wa jamhuri kuwataja mashahidi 5 muhimu. Hata hivyo, jaji Bagumu alitenga tarehe 11 ya mwezi huu kwa jamhuri kuwakilisha shahidi wao wa kwanza. Kufikia hapo, mtazamaji, sina budi ila kufungasha virago vyangu na kukamilishia hapo taarifa zetu za leo. Jina langu ni Dismas Oduya. Niweke mahala pema moyoni hadi wakati mwingine. Mungu akulinde.